Hizi ndio dalili ambazo utakapoziona kwa penzi wako au kwa mke wako ambaye upo naye katika mahusiano. Utakapoziona dalili hizi, jua kabisa mtu wako uliye naye katika mahusiano hayo, tambua kabisa anataka kukuacha lakini anaogopa kukuambia ukweli. Hasa viko vitendo ambavyo atakuwa anavifanya. Vitendo hivyo utakapoviona kwa mwenzi wako, usipoteze muda au unahitaji msaada wa kiroho wa kukomboa mahusiano hayo. Sasa ziko dalili kadha wa kadha ambazo utaziona kwa mpenzi wako au kwa mke wako au kwa mwanaume wako. Utakapoziona dalili hizi, jua kabisa anataka muachane lakini anashindwa kukwambia. Sasa shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Mahali popote pale ulipo, ninatumaini unaendelea vizuri kabisa na Mungu akubariki. Dalili zinazoashiria anataka kumuachane ila anashindwa kukwambia. Dalili ya kwanza ambayo utaiona kwake, hakutafuti kabisa mpaka wewe umtafute. Utakapoiona dalili hii katika mahusiano, tambua kabisa mahusiano hayo hayawezi kudumu. Tambua kabisa mahusiano hayo mtu wako uliye naye hana moyo wa kukupenda au wa kuhitaji tena katika maisha yake. Yaani ni mtu ambaye hata kutafuta kwa njia ya message, hata kutafuta kwa njia ya kukupigia, hata kutafuta kwa njia ya kuonana. Yaani ukiamua wewe kuwa kimya siku nzima ikapita, naye pia hataona shida, atakuwa kimya wiki, miezi, atakukulia tu kimya. Sasa utakapoziona dalili hizi kwa mtu wako, tambua kabisa kwamba mtu wako huyo uliye naye anataka muachane. Dalili hiyo ya kwanza utakapoiona, my friend, tambua kabisa kwamba mtu wako uliye naye kuhitaji. Lakini dalili nyingine ambayo utaiona, hatajali kitu chochote kukuhusu wewe. Hatajali kitu chochote, hata ukimwambia una matatizo, hata ukimwambia una shida, hata ukimwambia unapitia kipindi fulani, hatataka kujali kitu chochote. Mfano, anaweza kahitaji kitu, naweza kumwambia mpenzi wangu nivumilie, sina fedha kwa wakati huu. Naweza kumwambia mpenzi wangu nivumilie, sina biashara kwa wakati huu, sina kazi kwa wakati huu, ninachokitaka Mungu atakaponibariki nitakusaidia. Lakini yeye utaona anaonyesha msimamo, hatataka kujali una fedha, hatataka kujali una kazi. Atakachohitaji umtimizie hitaji lake ambalo analitaka kwa nguvu. Sasa ukiona dalili za namna hiyo kwa mtu wako ambaye upo naye kwenye mahusiano, tambua kabisa kwamba hapo ulipo unapoteza muda. Lakini jambo lingine, anakuepo achukuli serious mahusiano yenu. Mahusiano yenu yatakupo yanaenda tu kama upepo unavyoenda, hayatakuwa na userious wa aina yoyote. Ni mtu ambaye atakupo anaona kawaida, mahusiano yenu ni ya kawaida. Wewe ukiwa serious katika jambo fulani la kimahusiano yenu, yeye ataona ni kawaida. Ukimwambia nataka tupate muda wa kuonana, tupange mipango ya mahusiano yetu, ataona ni kawaida. Atakwambia niko busy, sihitaji chochote. Naweza kumwambia kwa upendo, aidha twende kwa baba wa kiroho akatubariki, akabariki mahusiano haya, tukayatambulisha, tukayaweke wazi. Atakwambia kwamba sina huo muda. Yaani ni mtu ambaye atakwepo achukulie serious wa mahusiano yenu. Atakuwa achukulie serious. Sasa ukiona dalili za namna hiyo, my friend, tambua kabisa hapo ulipo mtu wako uliye naye anakupotezea muda. Anataka muachane lakini anashindwa kukwambia. Lakini jambo lingine, anakupa majibu mepesi tu. Yaani unapoongea hataona shida kukujibu majibu yasiyokuwa na mpangilio. Hataona shida kama ni mwanamke kukujibu majibu mabaya. Takutafutia tu visilani vya aina yote, akutengenezee vikwazo, moyo wako umie, moyo wako ujeruhike, moyo wako usiwe una amani, moyo wako ukae katika maumivu na mateso. Sasa zote hizo ni dalili ambazo utakapokuwa unaziona, jua kabisa mtu wako uliye naye tunasema anahitaji muachane lakini anashindwa kukwambia. Lakini jambo lingine, tunasema wala anakuwa hofii kukupoteza. Ukisema tuachane, anasema sawa, kama umeamua hivyo ni sawa. Hasa ukiwa kwenye mahusiano ya namna hiyo, ukimwambia tuachane anakuambia sawa, maisha mema, kama umeamua hivyo ni sawa. Yaani ni mtu ambaye hatataka kujua chanzo ni nini, hatataka kujua shida ni nini, hatataka kujua kwa nini umeamua iwe hivyo. Yaani ni mtu ambaye ukishamwambia tuachane anakuambia sawa na hata kutafuta tena. Tambua kabisa mtu wa namna hiyo moyoni alikuwa amesha kutoa muda mrefu sana. Alikuwa anasubiri go ahead kutoka kwako.
Sasa utakapoona ishara za namna hiyo, my friend, jua kabisa kwamba mtu wako uliye naye hakuhitaji katika mahusiano ambayo upo nayo. Lakini ishara nyingine utakapokuwa unaiona, utaona ishara tunasema kwamba ukiwa unaumwa ndio kuanza na kuwepo wa kujali kabisa. Hata kama umelazwa hospitali, hata kama umelazwa Muhimbili, ni mtu ambaye hatataka kujali. Utamwambia naumwa, atakwambia pole, mimi niko busy, siwezi kukutembelea. Pole, mimi niko busy. Hata kujulia hata hali kwenye message, hata kwenye simu, hata kupigia, utamuona yuko busy, wewe ndio mpaka umtafute. Sasa mahusiano ya namna hiyo unapokuwa unayaona, unapoona mahusiano yako yapo katika hali hiyo, tambua kabisa huyo mtu wako uliye naye anakupotezea muda wako. Tambua kabisa mtu wako uliye naye anakupotezea muda, hakuhitaji. Sasa anasubiri ruhusa yako wewe umruhusu, ili moyo wako usije ukaumia atakaposema tuachane. Atakuwa anakuletea tu vimbwanga na vibwengo, ili mradi tu moyo wako useme sasa inatosha, wewe chukua 50 zako na mimi 50 zangu, nikaishi maisha ya kwangu nayojua mimi. Lakini ishara nyingine ambayo utaiona, tunasema kwamba yani unaweza ukafa alafu asishtuke. Anaweza kupata taarifa bana mtu wako amekufa, ashtuke kwa chochote, aumie kwa chochote. Kwa sababu gani? Moyoni hakukuweka, moyoni hakukuhitaji, moyoni alikopo ni mtu amesha kutoa long time ago. Sasa utakapokuwa unaziona ishara za namna hiyo, my friend, tambua kabisa mtu wako uliye naye kwenye hayo mahusiano amesha kutoa kwenye moyo wake muda mrefu sana. Anachosubiri ni ruhusa yako tu, mwambie muachane. Lakini jambo lingine tunasema kwamba anajifanya uko busy kupita malengo au kupita maelezo. Ni mtu yuko busy kweli kweli. Mtu yuko busy, naweza ikawa asubuhi, mchana, jioni, na wala msitafutane, wala msiongee chochote. Ni mtu anakuambia mimi niko busy na kazi, mimi niko busy na kitu fulani. Yani hata kukupigia simu kama mpo mbali mjuliane hali. Ni mtu ambaye atakwambia niko busy. Asa ukiona ishara za namna hiyo kwa mtu wako wa karibu, my friend, tambua kabisa mtu wako uliye naye kwenye hayo mahusiano anakupotezea muda. Mtu huyo uliye naye kwenye mahusiano hana uhitaji, hana malengo na wewe. Lakini jambo lingine ambalo anakuwa analifanya, tunasema kwamba anakuwepo ni mtu ambaye visababu na visingizio vinakuwepo haviishi. Pia anakuwepo ni mtu wa kukushutumu muda wote, uonekane wewe ni mkosaji. Yani ukiongea hivi anakuona umekosea, anataka uombe msamaha. Ukiongea vile anakuona umekosea, anataka uombe msamaha. Muda wote wewe ndio unakuwepo unakosa au unakuwepo mkosaji kwenye hayo mahusiano. Sasa muda wote ukiwa ni muombaji msamaha, wewe unayetubu ni wewe, tambua kabisa hayo mahusiano hayawezi kufika mbali. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Ninakutakia wakati mwema.